Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, karibu sana katika tafakari ya leo, tafakari ya furaha. Leo ni tafakari ya furaha kwa sababu Kristo amefufuka. Amefufuka kwa ajili yetu sisi wanadamu, kwa kutukomboa. Kwa hiyo ni siku ya shangwe, ni siku ambapo unatakiwa kufurahi, kupiga makofi kwa furaha. Kama unaweza kupiga vigelegele, piga vigelegele. Kama unaweza kupiga kinanda, piga kinanda. Kama unaweza kupiga zeze, piga zeze. Kama unaweza kupiga gita, piga gita. Kwa hiyo chochote ambacho unaweza kumfanyia Kristo kwa furaha, fanya, kwa sababu ni siku ya shangwe. Tuna kila sababu ya kufurahi, tuna kila sababu ya kumshangilia, tuna kila sababu ya kufurahi. Na tunaanza tafakari ya leo kwa waraka wa Mtume Paulo, katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya 15 mstari wa 14 hadi wa 15, tano kuu. Anasema kwamba tena kama Kristo akufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua ikiwa wafu hawakufufuliwa. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama Kristo hajafufuka, ina maana mahubiri yetu ni bure, kazi zetu ni bure, kusali kwetu ni bure, kwenda kwetu kanisani ni bure. Kwa nini? Kwa sababu yote ambayo yalikuwa yameaguliwa yasingekuwa yametekelezwa. Kwa hiyo unaweza kwa kufufuka kwa Kristo kwamba yote yamekamilika, yote yamekuwa na maana katika maisha yetu. Na ufufuko wa Kristo ni udhibitisho wa kazi zake zote Kristo alizofanya kwa ajili yetu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ufufuko wa Kristo ni muhimu. Lakini unaweza kuona kwamba ufufuko wa Kristo ni utimilifu wa agano la kale na yeye mwenyewe. Yaani Kristo amelikamilisha agano la kale. Kwa hiyo ufufuko wa Kristo imekuwa ni utimilifu wa agano la kale, lakini ni agano jipya lililokamilika ambalo limekamilisha agano la kale. Yote walioagua manabii yametimia. Na tunaweza kusema kwamba ufufuko wa Kristo ni upendo wa Mungu uliokamilika, kwa namna kwamba ulingojewa kwa miaka mingi, kwa karne nyingi, lakini umetimilika. Na hii ni faraja kubwa kwetu, kwa sababu imani yetu inakuwa imekamilika, imani yetu inakuwa imeimarishwa. Na ufufuko wa Kristo
unadhihirisha jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu aliweza kutupenda, jinsi ambavyo upendo wa Mungu usivyoelezeka. Lakini Kristo kwa kufa msalabani siku ya Ijumaa Kuu inadhihirisha kwamba alikuwa ni mwanadamu kwa 100%, lakini kwa kufufuka siku ya kwanza ya juma unadhihirisha kwamba alikuwa ni ufufuko wa Kristo unadhihirisha kwamba alikuwa na mamlaka kwa wazima na wafu. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18, mstari wa kwanza, Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18, na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami nina funguo za mauti na za kuzimu. Mwisho wa kunukuu. Maana yake nini? Maana yake Kristo kwa kufuka kwake anakwenda kuzimu, anawafungulia, anawahubiria wale watu waliotangulia kabla yake, kabla ya kuja kwake. Lakini wale waliokuwa na haki anawafungulia, anawahubiria habari njema. Kwa hiyo unaona kwamba yeye Kristo ni mtawala wa wazima na wafu. Kwa hiyo hii inadhihirisha kwamba Kristo ni Mungu, Kristo ni mtawala. Lakini tukisoma vile vile katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 7 hadi wa 8, anasema tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Mwisho wa kunukuu. Katika vijilia vya Pasaka jana usiku unaona padri anakuwa anaweka alama herufi ya alfa kama ni alfa A, lakini na omega, kwamba yeye Kristo ana mwanzo ana mwisho. Maana ni kwamba yeye ni Bwana wa nyakati, Bwana wa nyakati, yeye ni mtawala. Kwa hiyo tunazungumzia umungu wa Kristo. Kwa hiyo ufufuko unaonyesha kwamba Kristo alikuwa. Kwa hiyo unaona kwamba ufufuko unadhihirisha kabisa kwamba Kristo alikuwa ni Mungu. Kristo alikuwa ni Mungu, na Kristo ana mamlaka kuzimu, duniani na ulimwengu, kwa sababu kama anavyosema waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10 kwamba kwa jina la Yesu vitu vya mbinguni vitapigwa, vilivyo duniani na vilivyo chini ya ardhi. Unaweza kuona kwamba kwa ajili ya nini? Kwa sababu Kristo yeye ni mtawala, mtawala wa vitu vyote. Lakini tukisoma vile vile katika Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 28, Kristo anadhihirisha kwamba maandiko yatatimia. Anasema mtakapokuwa mmekwisha kumwinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu kuwa mimi ndiye. Attribute ya Mungu ni ukweli. Mungu ni ukweli. Kwa hiyo Kristo ni ukweli. Kwa hiyo tukisema Kristo ni ukweli, tunamzungumzia kwamba tunazungumzia attribute za Mungu. Kwa hiyo Kristo ni ukweli, na Kristo amedhihirisha. Anasema kwamba katika ile Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 28, anasema mtakapokuwa mmekwisha kumwinua mwana wa Adamu, ndipo mtakapofahamu kuwa mimi ndiye. Mimi ndiye maana yake mimi ni ukweli. Ukweli, Kristo ni ukweli. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba attribute ya Mungu ni ukweli, Kristo ni ukweli. Kwa hiyo Kristo ni ukweli, Kristo ni mwanga, Kristo ni upendo. Kwa hiyo amedhihirisha upendo wake kwa matendo. Tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 33. Tanukuu anasema ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2, wewe ndio mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Mwisho wa kunukuu. Maana ni kwamba unaona kwamba maandiko yametimia kwa ufufuko wa Kristo. Kama tunavyosoma katika Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 33 kwamba Mungu ametimiza ahadi yake kwa kumfufua Kristo, kwa kukubali kufufuka Kristo akafufuka. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ufufuko wa Kristo una maana sana katika maisha yetu. Mtu anaweza kauliza swali, je, sisi kama Wakristo tuna maana wa ufufuko kwetu ni nini? Mtu mwingine anaweza kauliza, kwa nini tunasherehekea ufufuko? Kama nilivyosema, hatusherekei kama sikukuu ya Pasaka kama May Day au kama ni Uhuru Day au tunasherehekea kama Independence Day au tunasherehekea kama May Day. Hapana. Hii ni tofauti. Haya ni maisha. Haya ni maisha kwa sababu sisi tunakuwa wafufuka na Kristo. Na tumefufuka katika Kristo kwa nini? Kwa sababu tulipokufa tulizikwa na Kristo katika ubatizo. Kwa hiyo katika ubatizo Kristo alituzika, ina maana alifukia, alichukua ile dhambi ya asili. Kwa hiyo unaona kwamba tunaposherehekea sikukuu ya Pasaka tunasherehekea utukufu wake, kwamba sisi tumekuwa wapya tena, sio kama tulivyokuwa. Kwa hiyo unaweza kuona utukufu, unaweza kuona kwamba
ufufuko unatuhusu sana katika maisha yetu. Lakini mpendwa mtazamaji, labda niweze kukuambia kwamba ufufuko wa Kristo una faida kubwa mbili ambazo naweza nikazitaja. Faida ya kwanza ni faida ya kiroho, lakini faida ya pili ni faida ya kwanza ni ya kiroho, lakini faida ya pili ni ya kimwili. Tuanze kuangalia hizi faida za kiroho tunazozipata katika ufufuko. Faida ya kwanza ya kiroho tunayopata katika ufufuko ni kwamba kwa kufufuka Kristo mbingu zilifunguka. Maana yake ni kwamba hapo awali watu walikuwa wanaenda sehemu inaitwa sehemu kuzimu ambapo au Hades, kwamba katika hayo maeneo walikuwa wanakaa kwa furaha na nini, kwa sababu kulikuwa kuna gap Mungu. Sema kwamba hapo awali kulikuwa kuna dhambi dhambi ya Adamu na Eva, ambayo tunasema dhambi hii ya asili imeondolewa kwa kifo na ufufuko wa Kristo. Kwa hiyo watu walikuwa hawaendi mbinguni, lakini baada ya Kristo kufufuka akawa amefungua milango ya mbinguni. Lakini sio milango ya mbinguni tu, lakini akawa amefungua tuweze kumuona Mungu. Tutamuona Mungu uso kwa uso. Tunasema beatific vision. Mpendwa mtazamaji, watakatifu walio mbinguni wanamuona Mungu uso kwa uso. Kumuona Mungu uso kwa uso tunasema beatific vision. Lakini duniani hapa tunamuona Mungu kwa macho ya imani, kwa macho ya kiroho. Lakini tutakapokufa, kama tutakuwa tuko katika ukamilifu, tutamuona Mungu ana kwa ana. Furaha iliyo kubwa kuliko furaha zote katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao ni kumuona Mungu uso kwa uso. Inaitwa beatific vision. Hii ni zawadi ya kwanza ambayo Kristo anatupatia. Ni zawadi ya kwanza ambayo Kristo anatupatia baada ya wazazi wetu Adamu na Eva kuweza kuipoteza. Kumbuka katika kitabu cha Mwanzo Adamu na Eva walikuwa wanaongea na Mungu direct, Mungu anawatembelea bustanini, wanaongea, wanafanya nini? Lakini baada ya ile dhambi tu, kwa hiyo kukawa kuna gap. Wakawa hawaonani tena uso kwa uso. Lakini zawadi hii imerudi tena baada ya Kristo kufa msalabani. Unaweza kuona kwamba beatific vision ni kwamba ni kitu ambacho mimi na wewe tunatakiwa tumuombe Mungu na tuishi matendo mema ili tuweze siku moja kumuona uso kwa uso. Kwa hiyo ni zawadi ambayo, hii ni access ambayo Kristo ameshatufungulia. Iliyobaki ni sisi, je, tunaitaka? Je, tunataka kuishi na Mungu milele? Kwa hiyo ni swali linabaki kwetu, kwa sababu Kristo tayari amekwishamaliza kazi. Tukisoma kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana sura ya 6 mstari wa 54, anasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba kwa ufufuko wa Kristo ahadi zote zinakuwa zimetimilika, na zinakuwa ni kweli na hakika. Kwa hiyo Kristo anatuambia kwamba tunaposhiriki Ekaristi tunakuwa tunapata uzima wa milele, lakini atafufua miili yetu siku ya mwisho. Lakini vile vile Paulo anatuambia tena kuhusu mbingu katika waraka wake wa kwanza wa Korinto sura ya 2 mstari wa 9, anasema tanukuu, anasema lakini kama yasemavyo maandiko matakatifu, mambo ambayo jicho halijapata kuyaona wala sikio kuyasikia, mambo ambayo Mungu amewatayarishia wampendao. Mwisho wa kunukuu. Paulo anasema kwamba mbingu ni zaidi ya tunavyofikiri. Mtakatifu Agustino anaposema unavyofikiri mbingu sivyo ilivyo. Maana yake ni kwamba mbingu ni zaidi ya tunavyofikiri. Ni nzuri kuliko unavyofikiri. Yaani hakuna lugha ya kuelezea. Ndio vitu ambavyo Mungu ametutayarishia kwa Kristo mfufuka ambaye ametuletea tulivyokuwa tumepoteza. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo ni faida ya kwanza ya kiroho ya fumbo la ufufuko. Faida ya pili ya kiroho. Faida ya pili ya kiroho, mpendwa mtazamaji, ni kufanana na Kristo. Kufanana na Kristo ni kwamba kwa ufufuko wa Kristo sisi tumekuwa wana. Tumepata thamani ya kufanana na Kristo. Thamani ya kufanana na Kristo. Tunasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Mtanukuu anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Tutamuona kama alivyo. Mwisho kunukuu. Kama nilivyozungumza hapo awali kwamba tutamuona kama alivyo ni beatific vision. Lakini
sisi sasa hivi tuna haki, tunaitwa wana wa Mungu kwa sababu Kristo ametufanya kuwa ndugu zake, ametufanya kuwa warithi wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona hilo ni tunda la ufufuko la kiroho ambalo linapita upeo wa akili yetu, linapita upeo wa ufahamu wetu. Lakini kitu kingine tunachokiona, faida nyingine ya kiroho tunayopata sisi, tunayonufaika sisi na ufufuko ni kwamba tumekuwa wapya. Tumekuwa wapya katika Kristo. Kwa sababu gani? Tumefufuliwa upya. Kama tunavyosoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 mstari wa 4, anasema basi tulizikwa kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo sisi tuenende upya wa uzima. Mwisho wa kunukuu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba katika ubatizo, tunapobatizwa tunaondolewa dhambi ya asili. Dhambi ya asili inaondolewa na sakramenti ya ubatizo. Kwa hiyo tunaona katika sakramenti ya ubatizo tunakuwa tumezikwa katika mambo ya kale. Lakini kufufuka, Kristo anapofufuka tunakuwa tumefufuliwa upya. Kwa maana sisi ni warithi wa mbingu, tuna neema ya utakaso. Na Kristo amefufuka sio tu kwa kuondoa dhambi asili, lakini kutupa uwezo wa kushinda dhambi. Kwa sababu mpendwa mtazamaji, hauwezi ukashinda dhambi kwa nguvu zako mwenyewe. Tunashinda dhambi kwa neema ya Yesu Kristo na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni muhimu sana kushiriki sakramenti za Kristo, hasa sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi. Sakramenti hizi zinatupa nguvu ya kuweza kuishi kama Kristo mfufuka. Na jambo la pili, mpendwa mtazamaji, tunaishi kama tunaishi ufufuko pale tunapoishi sakramenti za Mungu, pale tunapotenda matendo mema, pale tunapoungama dhambi zetu, tunakuwa tunaishi katika ufufuko. Lakini tukiacha sakramenti za kanisa ambazo Kristo ametuachia, tunakuwa tunaishi nje ya ufufuko, tunakuwa tunaishi gizani. Kwa hiyo kuishi katika ufufuko ni kuishi katika sakramenti za Kristo, yani sakramenti ya kitubio, sakramenti ya Ekaristi, sakramenti ya ndoa, sakramenti ya upadrisho, sakramenti ya kipaimara. Kwa hiyo tunapoishi vizuri katika sakramenti hizi kwa upendo na unyenyekevu, tunakuwa tunaishi katika ufufuka wa Kristo. Lakini kitu kingine ambacho tunakipata katika ufufuko wa Kristo ni kwamba Kristo ametukinga na jehanamu. Kwa hiyo Kristo aliona kwamba hawa wanadamu ambao ni watoto wangu, nisipowakomboa watapotea kwenda jehanamu. Ingawa ni kweli kuna wengine wanakwenda jehanamu kwa kupenda, lakini tayari alikusha-tukomboa. Kama anavyosema Mtakatifu Agustino kwamba Mungu alipotuumba Mungu hakutushirikisha, lakini katika ukombozi anatushirikisha, kwa sababu sisi Mungu ametupa kitu kinaitwa freedom au free will. Free will ni kwamba Mungu atulazimishi. Mungu ana uwezo wa kutufanya wote tukawa watakatifu, anaweza, lakini anataka tuchague kwa hiari yetu wenyewe. Na pale unapojikatalia vitu au unakata kitu kwa ajili ya Mungu, ndipo pale Mungu anapokupa tuzo. Unaposhinda vishawishi, unapokataa majaribu ya shetani, unapotaka kumpenda Mungu, ndipo Mungu anakupa tuzo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Kristo ametukinga na jehanamu. Na vitu kubwa ambavyo shetani anapenda kuaminisha Wakristo kwamba jehanamu haipo. Jehanamu ni hadithi. Unaona? Hizi ni hila za shetani kwamba kwa watu kwamba jehanamu haipo, jehanamu ni hila, ni dini inatisha watu. Lakini jehanamu ipo kwa sababu Kristo mwenyewe ametuambia. Kristo ametuambia katika Injili ya Luka sura ya 13 mstari wa 28. Tanukuu anasema kutakuwepo kulia na kusaga meno. Anatuambia Kristo kutakuwepo kulia na kusaga meno. Lakini katika Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 41 anasema kisha akawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende moto wa milele uliowekwa tayari Ibilisi na malaika zake. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo anasema kwamba moto wa milele ambao ni jehanamu. Kwa hiyo unaona kwamba tumekingiwa jehanamu, kwamba hatuwezi kwenda jehanamu, labda tuende kwa kutaka wenyewe. Mpendwa mtazamaji, watu wanaokwenda jehanamu wanakwenda kwa hiari yao, sio kwa nguvu, ni kwa hiari yao. Na tunaenda kwa hiari yetu kwa sababu tuna maelekeo ya dhambi. Ndio maana tunatakiwa sana kuwa na kuishi katika sakramenti. Kuishi kwa sakramenti inakuwa ni usalama wetu sisi kutoweza kupotea. Lakini tuangalie faida za kimwili za nafsi ambazo tunazipata katika ufufuko. Faida ya kwanza nafsi ambayo tunapata katika ufufuko ni udhabiti katika mapambano ya kidunia. Kwamba Kristo anatupa confidence, anatupa udhabiti. Kwa sababu maisha yetu ni maisha ya vita, ni maisha ya mahangaiko.
maisha ya vita, maisha ya mahangaiko, lakini kwa sababu tuko na Kristo mfufuka anatushindia yote. Na vile vile hatuna sababu ya kumuogopa shetani, kuogopa vishawishi, kwa sababu kama tunavyoambiwa na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 6, anasema ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye katika dunia. Maana yake nini? Kwamba aliye ndani yetu ambaye ni Kristo mfufuka ana nguvu kuliko forces au kuliko majaribu au kuliko nguvu ambazo zinatupinga. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa. Ndio wanasema kwamba ufufuko unatupa nguvu, unatupa ushujaa. Lakini faida nyingine ambayo tunaipata katika nafsi zetu ni kwamba tunaboreshewa maisha yetu. Kristo unapofuata Kristo mfufuka anachukua maisha yako yanakuwa ni yake. Mara nyingi watu wanasema kwamba labda kusali ni kupoteza muda, kwenda kanisani ni kupoteza muda, kwenda kumwabudu Mungu ni kupoteza muda. Si kweli, kwa sababu Kristo ni Mungu, anajua tunahitaji nini. Ndio maana atuambia tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, mengine yote mtayapata kama ziada. Na tunapata udhibitisho huo vile vile katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 5 mstari wa 7. Tanuku anasema mtwikeni yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye anajishughulisha sana na mambo yenu. Mwisho wa kunukuu. Maana yake Mungu anajishughulisha sana na mambo yetu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba wewe ni mfanyakazi, mweke kazi yako, mweke Kristo. Wewe ni mwanafunzi, mweke Kristo masomo yako. Wewe ni mfanya biashara, mweke Kristo biashara zako. Na ndio maana katika kanisa letu tuna kitu kinaitwa mavuno. Mavuno ni kumshukuru Mungu kwa yale ambayo amekupa. Na watu wengi Mungu anatupa mambo mazuri. Na ndio maana kuna mavuno, kwamba mtu anatoa chochote alichonacho kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Na hii ni ushuhuda kwamba Kristo amesimamia maisha yetu. Haya mavuno yasingekuja kama Kristo asingeingilia katika maisha yetu. Kwa hiyo si kweli kabisa kwamba ukisali unapoteza muda. Hapana. Ukisali kwa udhabiti na ukamwomba Mungu, basi Mungu anashughulikia maisha yako. Kwa hiyo wewe kama ni mwanafunzi unafanya masomo yako, unataka kufaulu, mshike Kristo mfufuka. Wewe kama ni daktari unataka kutibu watu vizuri, mshike Kristo mfufuka. Wewe kama ni askari unataka kufanya kazi yako vizuri, mshike Kristo mfufuka. Wewe kama ni mtawala au ni mwanasiasa unataka kufanya siasa vizuri, mshike Kristo mfufuka. Wewe kama ni mtabibu unataka kutibu watu vizuri, mshike Kristo mfufuka. Kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yake na kitengo chake akishika Kristo mfufuka, basi anayashughulikia yale yaliyo yako kwa ufasaha usioelezeka. Lakini faida nyingine ambayo tunaipata kwa Kristo mfufuka ni amani. Amani ni kionjo cha mbingu. Amani ni kionjo cha mbingu, kwa maana kwamba ile amani ambayo Kristo anatupa hapa ni ndogo sana, ni kama tone la maji kulinganisha na amani ambayo tutaipata katika utukufu wa Baba. Lakini amani hii inatusaidia. Amani hii ndio iliyowawezesha watakatifu wakaweza kumtumikia Kristo bila shida. Amani hii dunia haiwezi kuielezea. Ni amani ambayo unaweza kusema kwamba kwamba kuwa na amani ya Kristo haina maana kwamba utakosa changamoto. Changamoto zitakuwepo, lakini utakuwa ni kama amani hii inakuwa ni kama bahari inakuvusha katika mateso. Yaani ni kama unaelea katika mateso, hauzami ndani ya mateso. Lakini unapita katika mateso, hauzami katika mateso. Ndio amani ya Kristo. Kwamba haya mateso yatakuwa kama unatembea juu yake. Kwa mfano watakatifu wengi waliuawa kwa ajili ya Kristo, lakini pamoja na kuuawa, pamoja na kuteswa, walikuwa na amani ambayo iliwafanya wawe kama nyumbani, licha ya kwamba walikuwa wanateswa. Kwa mfano mashahidi wa Uganda walikuwa wanauawa, walivyokuwa wanauawa walikuwa wanaenda wanaimba, wanamshangilia Kristo, mpaka wale watesi wanashangaa. Lakini watakatifu wengi tumeona wanakuwa na amani ambayo hata wale wanaowatesa wanashangaa, na wanafika mpaka extent ya kuwaombea. Kwa mfano tunamuona Mtakatifu Stefano anapigwa mawe, lakini anasema Baba uwasamee kwa sababu hawajui watendalo. Anakuwa na amani ambayo mtu hawezi kuelezea. Kwa hiyo hii amani ni tunda la ufufuko ambalo Kristo anatuletea. Lakini ndio maana unaona kwamba tunapokwenda kanisani kila siku tunaambiwa nendeni na amani. Maana yake tunaambiwa twende na amani ya Kristo mfufuka. Na ndio maana unapoenda kusali misa jitahidi ukae mpaka mwisho. Mwingine anasali misa kidogo ameshaondoka. Kaa mpaka mwisho upate amani ya Kristo mfufuka ambayo padri ambaye ni Kristo wa pili anatupatia anaposema nendeni na amani ya Kristo. Na tunasoma katika Injili ya Yohana sura 20 mstari wa 21, basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu, kama Baba alivyonituma mimi
nawapelekea. Lakini Paulo anatuambia katika waraka kwa Warumi sura ya 4 mstari wa 7, anasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu. Mwisho wa kunukuu. Amani ya Kristo ipitayo akili zote, amani ya Kristo ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu. Kwa hiyo mioyo yetu inahitaji amani ya Kristo ili ihifadhike. Maana yake nini? Kuna hofu nyingi, kuna mashaka mengi, lakini kuna maadui ambao hatuwaoni. Kuna wale tunaona, lakini tukiwa na amani ya Kristo inakuwa ni kinga katika yote hayo. Lakini kitu cha nne ambacho katika nafsi yetu tunapata na Kristo mfufuka ni kutangaza fumbo la imani. Kila unaposali ibada ya misa unatangaza imani ya Kristo. Na amesema kwamba tutangaze mpaka atakaporudi. Tutangaze fumbo la imani mpaka atakaporudi. Kwa hiyo sisi kazi yetu tutamhubiri Kristo, tutatangaza habari njema ya Kristo mpaka atakaporudi. Kwa hiyo usije kusema kwamba mimi nimeshazeeka siwezi kumtangaza Kristo. Hapana. Kristo tutaendelea kumtangaza mpaka atakaporudi. Unazeeka, unakufa, wataendelea wengine na wengine na wengine. Kwa hiyo tunamtangaza mpaka atakaporudi. Ni agizo alizotupa. Kwa hiyo unapoenda katika misa takatifu tayari unakuwa unatangaza fumbo la Kristo, fumbo la Kristo mfufuka. Kwa hiyo ni muhimu sana jitahidi kuhudhuria ibada ya misa. Lakini jambo lingine ni kwamba Kristo anatuwezesha, kwa sababu Kristo atuwezeshi kushinda tu katika mambo ya nje na kiroho, lakini hata mambo ya ndani. Na roho zetu ni dhaifu, binadamu tuko limited. Kuna mambo tunayajua, mambo hatuyajui, na wakati mwingine tunarudia makosa kila siku. Kwa hiyo kuna mambo mengine tunayaweza, mambo mengine hatuyawezi. Kwa hiyo tunapokuwa na Kristo anatupa nguvu ya kuweza, ya kushinda vitu, ya kuelewa vitu, ya kuweza kupita kwenye magumu kwa urahisi. Kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana sura 15 mstari wa 5. Anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu, mimi mzabibu, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi hamuwezi kufanya lolote. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaona kwamba Kristo anatuwezesha sisi tuweza kufanya lolote, yani kuweza kufanya lolote. Maana yake ni kwamba katika kazi zetu pale ambapo tumeshindwa, akili zimeishia, atatusaidia. Katika kutafuta kazi, wale wasio na kazi atatuonyesha njia tutapata wapi kazi. Katika kutafuta riziki zetu, katika kulea watoto wetu, katika familia zetu, kwa sababu wewe mzazi unjui mtoto anapitia mazingira mbalimbali, lakini Kristo atakuwezesha kuweza kuona kwamba mtoto wako anafika destination unayotaka. Lakini wewe ni mwanafunzi, unataka kufanya kazi zako vizuri, kufaulu vizuri, Kristo atakuwezesha, kwa sababu bila yeye hauwezi. Lakini unataka kuishi maisha ya utakatifu, yeye atakuwezesha. Lakini jambo lingine ambalo Kristo anatuwezesha kufanya ni kama tunavyoambiwa na waraka wa Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Anasema na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, kwamba na yaweza mambo yote kwake yeye ananitia nguvu. Mpendwa mtazamaji, wewe unaweza kuona kwamba Kristo anatusaidia katika hayo yote. Lakini jambo lingine la mwisho ambalo tunasema kwamba tunaishi na ufufuko ni kwamba tunawaza yaliyo ya juu. Yaani Kristo anatuinua katika hali ya binadamu kwenda katika hali ya kimungu, kwenda katika hali ya utakatifu. Hiyo tunaisoma katika waraka wa Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 3. Alikuwa anasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo chini, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mwisho wa kunukuu. Kwamba sisi tumefufuliwa pamoja na Kristo, lazima tuishi kama Kristo, tuwaze yaliyo juu. Kuwa na Mungu, kuwa na Mungu maana yake sio kuwa mbinguni. Kuwa na Mungu maana yake kila saa mapenzi ya Mungu yakatangulia. Kwa hiyo tunaacha ubinadamu wetu, tunaacha akili zetu, lakini tunafuata akili za Mungu. Essence yetu inapanda. Mungu anataka tuwe watoto ambao tunaishi, tunayofikiri ambayo anayataka Mungu. Paulo anasema kwamba mmefufuliwa pamoja na Kristo. Mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Yatafuta yaliyo juu nini? Kuishi maisha ya utakatifu. Utafuteni utakatifu. Utafuteni utakatifu, ishini utakatifu. Ndio anatuambia Paulo. Na Kristo ni mfufuka, kwa hiyo utakatifu unakuwa ni rahisi. Utakatifu unavyoamua, ukiamua mimi niishi maisha utakatifu, hakuna
atakaye kuzuia. Sio jehanamu, sio malaika, sio nini, sio nini. Ni kwamba Mungu amekupa uhuru wa kufanya unachotaka. Kama vile ambavyo tunatenda dhambi, vile vile ukitenda dhambi kwa hiari yako na unaweza kuwa mtakatifu kwa hiari yako, kwamba mmefufuliwa pamoja na Kristo. Yatafuteni yaliyo juu. Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu. Maanake ishini maisha ya utakatifu. Ndivyo anavyotuambia Mtume Paulo. Lakini kwa kumaliza, ni mpendwa mtazamaji, katika siku hii ya furaha ni kwamba yote hayo Kristo amekwisha yafanya. Kinachobaki ni mimi na wewe. Kumbuka kwamba moyo wa binadamu kitasa chake kiko ndani, sio nje. Ndio maana Kristo anatuambia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20, anasema, tazama nasimama mlangoni, mtu akisikia sauti yangu nitaingia kwake, nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa hiyo hakuna jambo kubwa kama Mungu kuingia katika moyo wetu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufungue mioyo yetu, kwa sababu Kristo anasema, tazama nasimama mlangoni, mtu akisikia sauti yangu. Sauti yake ni leo. Siku ya leo isikie sauti ya Kristo. Kristo mfufuka. Na Kristo ana haraka, anakupa muda leo. Leo ni siku yake. Hebu isikie sauti yake. Mfungulie, mkaribishe. Usiwaze kwamba mimi bwana na dhambi fulani na wewe mkaribishe Kristo, yote yatakwisha. Kinachotakiwa kwamba mkaribishe katika moyo wako. Ukimkaribisha katika moyo wako, I guarantee you utaona mabadiliko. Yale ulikuwa unaona magumu yatakuwa mepesi. Yale ambayo unaona yalikuwa hayawezekani yatawezekana. Ile furaha ambayo ilikuwa haipo itakuja. Ile amani ambayo ilikuwa haipo itakuwepo, na utaona maisha yote ni rahisi. Maisha yanapokuwa ni rahisi tunapomkubali Kristo, lakini tunapoziishi sakramenti zake, hasa sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi. Ukiweza kuziishi hizi sakramenti, utaona maajabu ambayo hujawahi kuyaona tangu uzaliwe. Nikutakie siku njema. Shangilia vizuri, Kristo mfufuka, lakini mfungulie mlango. Yuko mlangoni anagonga hodi, kwa sababu Kristo hajilazimishi, ila anataka umfungulie kwa hiari yako mwenyewe. Onjeni muone Bwana alivyo mtamu. Tumsifu Yesu Kristo. Nikutakie siku njema. Vivo Christus.